mmoja ubaki kwenye mstari. Ukitoka miguu yote miwili tena inakuwa haramu. Tena inakuwa haramu, penalty inarudiwa. Lakini ukifungwa mwamuzi anaacha. Hilo ukiokoa ama mpigaji akikosa inarudiwa. Umemzuia mpigaji, itakuwa ni offside. Haya, penalty inunuliwi kinyago. Kabisa, usinune na usishike kiuno wakati unapiga penalty. Mchezaji mkongo huyu. Yasine ndiye ambaye yupo nyuma ya mpira na Djigui Diarra anatoa pressure kidogo. Ndevu Nyarangu mbili zimemsimama, pengine nafasi. Anaweka. Hii imekuwa ngumu sana kwa Djigui Diarra. Nafasi sasa ya ile Busuma ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira huo. Nahodha wa Mali. Shehe anasoma dua hapo. Dua ya hisia kweli kweli, naye amevuta upepo akitoa pressure. Tumboni. Wakati huu imekuwa ni rahisi zaidi kwa mlinda mlango. Batman. Kimahesabu alimuwini goalkeeper, lakini hesabu zake za kuweka mpira kwenye kamba ndo tatizo. Nilikwambia penalti za kupiga juu ya bati, haya ndio huwa madhara yake. Magolikipa kuitabiri kuipata ni ngumu, lakini kuifunga ni jambo lingine. Pengine ni nafasi kwa mlinda mlango Djigui Diarra kusawazisha mambo. Na anaonyesha ishara ya kutamani jambo. Huyo. Imepelekwa Mbagala ngi tatu. Mpira Abdi shughuli. Kama mpira hujatua Tunduma unatua Mbozi. Haikuwa anatafuta bati la katikati. Nikueleza hizo penalti ni ngumu kweli kwa magolikipa kudana. Kwa sababu magolikipa wengi wanaruka kuelekea chini. Lakini kupiga juu kupata ni ngumu. Na mara nyingi amekuwa akipiga penalti mbili kwenye mechi dhidi ya Morocco, na hiyo hii dhidi ya Tunisia. Na sana Sinayoko zote amefunga. Hii je? Sinayoko bingwa penalti mpaka hivi sasa anatingisha ulimi. Ndevu zenye rangi nyeusi zaidi. Mpira umepigwa upepo umehama kwenye kidoti. Anarudia tena. Imba kama anakosa. Haya. Na Sinayoko ametumbukiza ndani. Ya pili. Mambo kwenye mzani ya melevo. Hayabadili upande. Penalti dhidi ya Morocco na elewa dakika 90 dhidi ya Tunisia, alipiga kwenye upande wa kushoto wa goalkeeper. Hii amemhamisha, amepeleka upande wa kulia, na hii ndio tafsiri ya kwa nini yeye ndio penalty taker wa timu ya Mali. Na cheko lenye raha sana kwa mwalimu Tom, uliona? Kabisa. Kosa la kufunga amefanya Saadi kukubali kutoa mpira na Sinayoko. Wana ile mechi yetu sisi walikataa. Djigui Diarra na Yahya Saad. Pengine nafasi anaiweka chini kabisa mfunguni, kuna ichungulie ndio ipate. As cool as you like. Miongoni mwa penalti za kufundi kweli zimepigwa. Tazama Saad, utulivu wa viwango vya juu. Djigui Diarra amepelekwa makiti. Kama kuchagua upande sasa kwa bwana Nene. Douglas Nene ndiye ambaye anakwenda kupiga mpira huo wa mkwaju wa penalti kwa mara ya 3 kwa Mali. Naye anavuta upepo. Amekosa. Nilikuwa na hasira, nataka kama vile namuoa nyoka boma. Ayman Diamond alikwenda kwenye upande sahihi, lakini ilikwenda ikagonga mwamba. Pengine ingelenga lango, kudaka pia ingekuwa ngumu. Kwa hivyo kwenda juu kidogo. Alichagua upande wa juu. Jaribu kuona ishara ya maumivu. Na pasi sasa kwa Mohamed Ashur ndiye ambaye anakwenda kupiga mkwaju wa penalti. Djigui anaambiwa rudi ulini. Inaonekana alikuwa anataka kwenda kumprovoke. Mpigaji penalti mwamuzi anamwambia rudi goli. Hii anaweka Mohamed Ashur. Mohamed na Djigui Diarra
nani shujaa kwenye mchezo huu. Djigui Diarra anaka anaondoka ile. Djigui Diarra anawaambia yote nyingine uzito kwelikweli. Tazama Djigui Diarra, hesabu sahihi. Alitoka golini kwa hatua moja, mguu mmoja ukabaki kwenye mstari. Yassine Merie hana furaha. Djigui anaomba wenzie wafunge, na wakipata hii Mali watakuwa mzani unasomeka penalti 2-2. Kwa hivi sasa Tunisia wapata penalti 2 dhidi ya 1 ya Mali. Anakwenda kupiga ni Beatrice Diaba, anakwenda kupiga mkwaju wa penalti kwa upande wa timu ya anaiweka. Wapen. Penalti imepigwa kwa hesabu kali Kinyange. Ameweka kwenye chandarua kule juu kabisa. Na alichofanya kwa hesabu za mwili, tazama alibendi kama anakwenda kupiga, anakwenda kipa, lakini alipiga pale pale katikati. Tazama mguu wake alivyoweka kama anaikata kwenda kulia, kwenda kutoka goalkeeper. Anatabasamu ufundi uliotumika kama ameniweza. Ni Ben Romdan dhidi ya Djigui Diarra. Hapo hatuna chenga hapa. Unaelewa? Yule namna hiyo anapiga sana mashuti kwenye penalti. Mbona sura amekaza sana? Kwa amepindisha. Shughuli. Tuone namna ambavyo Ben anaweza kwenda kufanya kitu. Ben hapo nyingine. Ni nafasi pengine ya kutengeneza tabasamu la usiku. Roho Afrika kulia. Roho inadunda. Djigui kama vile tena. Djigui Diarra at his very best. Great save kwenye mechi kubwa. Djigui Diarra anaiweka maji. Tazama hesabu zake kwa mara nyingine tena. Ameicheza kwa viungo viwili, mkono na mguu. Tom Saintfiet kwenye tabasamu kubwa. Mwisho kabisa, tabasamu la mwisho. Anataka kuandika historia. Dalili zinaonyesha ishara iko njiani kwenye lile ambalo pengine linasubiriwa ikiwa inakwenda kupigwa penalti kwa upande wa Mali. Penalti yao ya mwisho. Jonathan Soa, Zinedine Belaili miongoni mwa nyota ambao wanamkumbuka Djigui Diarra kwenye mikwaju ya penalti kwa namna ambavyo amekuwa akizicheza. Anayetazama mpira tu ukimwangalia na nywele zake za mfundo amezifunga kisogoni kule. Lipo tendo anataka kulitimiza pengine. Toyota anainuka. Ishara ametimiza ile tendo la furaha. Tendo la furaha la usiku limetimia. El Bilal anakwenda kuwakutanisha Mali na Senegal. Kocha anaambia njoo. Ameala kwa furaha. Diaby yuko chini. Crazy things vimetokea, vitu ambavyo huwezi kuamini kwenye nyakati ngumu ambazo Mali alikuwa hapewi nafasi kubwa kwa kuwa alikuwa anacheza pungufu, lakini ameuchukua mchezo, amelazimisha, umekwenda kwenye mikwaju ya penalti. Penalti ya kiufundi, Mali anashinda kwa penalti 3-2 dhidi ya Tunisia. Djigui Diarra, hii ndio tafsiri ya kumwita mdaka mishale, ama unaweza kusema anadaka tunda za ubuyu gizani kabisa, na amezidaka kweli usiku wa leo. Hii hapo ilikuwa ni miongoni mwa shughuli ambayo amepiga tabasamu. Tazama namna ambavyo utulivu wa viwango kabisa. Yeye hapo anatengeneza raha ya usiku na watu wanakwenda kulala usingizi.